أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله tunaendelea tena na durusi zetu, na kama tunavyofahamu bado tuko katika masiku matukufu, masiku ya Dhulhijja, tukitarajia ni masiku machache tu yalobakia kwa ndugu zetu kuweza kuanza amali ya hija. Tutaona katika tarehe ya Waarabu kabla ya Uislamu vilipatikana matokeo ya wanadamu kama wale ama watu kama wale wakati wa jahiliya kuweza kutengeza miungu waliotokamana na tende, na pindi wanapokuwa na njaa watakuwa wenye kuyala miungu kama yale. Kwa sababu ya kutopata uongofu, wakawa ni wenye kutekeleza mambo kama haya ambao kwa leo ukiangalia utaona ni mambo ambao haingii akilini. Vipi mtu atengeze Mungu kwa mikono yake mwenyewe kisha awe yeye mwenyewe anamla Mungu kama yule? Na hapa nakumbuka kisa cha kuchekesha lakini kina mazingatio ndani yake. Watu wawili, mmoja akiwa ni Muislamu na mwingine ni mwenye kuabudu masanamu. Hawa wawili walishikwa na wakatiwa gerezani. Yule asiyekuwa Muislamu alikuwa amevaa cheni, na cheni ile lakti yake ni Mungu ambao amechongwa kisanamu, Mungu wao ambao wanamwabudu. Walipoingia pale katika sel, yule akaomba aingie na Mungu wake, ile cheni yake aingie naye katika seli yake. Kwa kuwa ni jambo la imani yao akaruhusiwa, akaambiwa ingia na Mungu wako ndani ya seli, na yule Muislamu naye akaingia pia. Ikawa Muislamu kama yule anainuka usiku na mwenye kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlas na kwa kulia na kumshtakia zile dhulma alizopata, na yule asiyekuwa Muislamu naye pia anafanya ibada zake na Mungu wake. Baada ya masiku kadhaa, yule Muislamu akaja akaambiwa, bwana, imeonekana hauna hatia, kwa hivyo unatoka katika jela, tunakutoa na una ruhusa ya kwenda nyumbani. Yule asiyekuwa Muislamu akana yenye kumwambia yule Muislamu, amwambia, ni vipi kuwa wewe unapata ruhusa ya kwenda nyumbani na mimi bado sijapata ruhusa ya kwenda nyumbani, wakati mimi niko na Mungu wangu hapa namuomba kila wakati? Wewe Mungu wako hayuko hapa, unamuomba lakini amekujibu. Ndio yule Muislamu katika kumzindua akamwambia, ikiwa wewe na Mungu wako nyote mko jela, nani atakayekutoa? Katika Uislamu, imani ya Muislamu yatokamana na reasoning na kutafakari na fikra juu ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, Suratul Baqara, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anaongea na wanadamu na kuwapa mifano ya wao kuweza kuangalia na kuzingatia ili wajenge hujja kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyefanya haya, na wasalimu amri baada ya kuona ukubwa ya maumbaji ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo
tuko katika misimu ya hija, na katika manasik zetu za hija nyingi tunamfuata Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na Nabii Ibrahim alayhi salam pia aliweza kuwalingania watu wake na akatumia njia nyingi za hikma kuweza kuwazindua na kuwabebesha wale waliokuwa wakimkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hoja kama hizi za wazi, hoja ambazo za kiakili, hoja ambazo zimejengwa juu ya tafakari. Ndiposa katika kisa maarufu alipowavunja wale masanamu wote akambakisha mmoja, walipokuja wale akamwambia ni nani amefanya mambo haya, akamwambia ni huyu mmoja wao, haumoni kama ameshika shoka Wale wakasema haya masanamu hayazungumzi wala hayafanyi kitu vipi ataweza kuwavunja wenzake? Akamwambia sasa mtaabudu vipi kitu ambacho nyinyi wenyewe mna yakini nacho kwa hakika hakidhuru wala hakinufaishi? Wakawa wameshindwa kihujja. Kwa hivyo Muislamu ama Uislamu wetu umetujenga imani yetu kutokamana na reasoning, kutokamana na fikra, kutokamana na mazingatio makubwa ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu umetafafanulia haki na majukumu ya wanadamu na bila kubagua baina ya wanaume na wanawake, bila kubagua baina ya kabila wala tabaka mbalimbali. Na Uislamu kihakika haukumlazimisha mtu kuamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Baqara aya 256 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza wazi kuwa hakuna masala ya kulazimisha mtu katika dini. Kuamini Uislamu haukulazimishwa. Na hakika qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, hakika imebainika uongofu kutokamana na usiokuwa uongofu. Hapa tunaona kuwa Uislamu si kama wanavodai walimwengu kuwa Uislamu ulisambaa kwa ncha ya upanga. Tuambia la, ni wanadamu walipoona uzuri wa nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walipoona uadilifu wa Uislamu, wakani wao wenyewe wakawa ni wenye kukubali Uislamu uwatawale maisha yao. Uislamu ni uadilifu, na Muislamu afaa awe muadilifu wakati wowote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika suratul Nisa aya 135 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumza na wenye kuamini kuwa wasimame na justice, wasimame na uadilifu, kwani wao ni shuhada, ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa uadilifu kama huu ndio Uislamu ulienea na ukaathiri maisha ya wanadamu. Leo wa magharibi wanadai kuwa wao ni machampion katika suala la human right, katika suala la uadilifu, lakini kihakika ni maneno tu wayazungumza, si uhakika wala si uhalisi wa nidhamu yao. Wao hudai kuwa wanawapatia watu uhuru wa fikra, uhuru wa kuabudu, uhuru wa kujieleza, lakini inapokwenda kinyume na matakwa yao, inapokwenda kinyume na interest zao, huwa haki kama hizi hazizingatiwi tena. Mifano midogo tuangalie katika sehemu za Europe. Waislamu wa kike kuweza kuzuiliwa kuvaa hijab katika mashule. Ikiwa nyinyi mwadai haki na kila mtu ana haki ya religion, kwa nini kumzuia mtu kuexpress religion yake kwa kuvaa dress code ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amewaandikia kuwa wenye kuvaa. Makazini, sehemu za public, wanakuwa wenye kuwazuia. Freedom kama hizi kihakika huwa ni zenye kuruhusiwa na kutekelezwa wakati zenda sambamba na mifumo yao na agenda zao. Na pia tukiangalia matukio yanayotukia katika mji mtukufu wa Al-Aqsa, mji wa Palestine, tuona ule unafiki wao katika wanaoyalingania ama wanaoclaim kuwa wao ni wenye kusimama na haki. Leo kila haki ambao wanailingania wao kuwa ni ya wanadamu imevunjwa katika mji wa Gaza. Kwa kuwa yanayotendeka katika mji wa Gaza kwa wao si ukiukaji wa haki za wanadamu. Wale walioko pale kwa wao si wanadamu, ni watu ambao hawana maana, ni watu ambao damu zao ni halali na waweza kufanya yoyote wanaotaka. Lakini yule anayefanya mambo yale na uovu ule mpaka leo hajaweza kutuhumiwa ama kuzuiliwa kiuhakika kuwa asiendelee na yale anayotekeleza, na kuwa yeye ana haki yake ya kujilinda. Yule ambao anaua watoto, anaua wazee, analeta uharibifu wa kila namna, anaambiwa ana haki ya kuweza kulinda nchi yake. Lakini yule anayejitetea dhidi ya mabepari hawa, bilaks anaambiwa kuwa yeye hafai kujitetea katika hali kama ile. Hizi ndio double standards ambazo zipo katika mfumo wa kiilmania, mfumo wa kimagharibi. Ndugu zangu Waislamu, ama kwa hakika ni lazima tuikumbuke siku tutakaosimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tutaulizwa katika kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka ni masulia juu yake. Uislamu umetupa majukumu ya kuweza kutekeleza, na Mtume alayhi salatu wassalam alivyotuambia kuwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ndugu zangu Waislamu, sisi ni mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pindi tutakapoona batili yatekelezwa, na tuwe wenye kunyamaza kimya. Tutaulizwa tulitekeleza nini ama tulifanya nini kutekeleza majukumu yetu ya Uislamu. Kweli labda hatuna nguvu ya kupambana nao kivita, lakini tunao sauti ya kuweza kuienua na kuweza kuzungumza na kufichua maovu ya wasokuwa sisi ambao ni maadui wetu. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aupe nusra Uislamu, na sisi Waislamu tufahamu majukumu yetu na tuyatekeleze kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tutakoma hapa, tukiwafikiwa tutaendelea na darasa zetu inshallah. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.